Sanga, ni daktari bobezi wa magonjwa ya moyo. Vilevile ni mkurugenzi wa JKCI hospitali ya Dar Group. Okay? Sasa hii ni taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Okay, ambayo inafanya kazi hapa. Nakushukuru sana Dr. Sanga. Lakini hivi leo tunaenda kuzungumzia juu ya namna bora za kuepuka maradhi ya moyo. Na kabla tujaendelea kabisa daktari, ningependa utoe ufafanuzi zaidi kwa niaba ya mtazamaji ili apate kuelewa juu ya maradhi ya moyo. Ni nini hasa tunapozungumzia maradhi ya moyo na ikoje? Karibu daktari. Asante sana. Tunapoongelea maradhi ya moyo kwa kifupi tunaongelea maradhi yale ambayo yanashambulia moyo pamoja na mishipa ya damu. Okay? Maradhi haya yanaweza kutokea utotoni, yanaweza kutokea utu uzima na kadhalika kutegemea na hali halisi. Sasa maradhi ya moyo mengi kwa kuongea kirahisi ni kwamba yanahusisha maradhi kama shinikizo kubwa la damu, maradhi kama maradhi ya moyo kutanuka, maradhi ya mfumo wa umeme wa moyo, pamoja na maradhi mengine ambayo yanahusisha mshtuko wa moyo kutokana na moyo kukosa damu na kuweza kwenda pump. Magonjwa mengine ni magonjwa yanayoshambulia mirija au milango ya moyo ambayo inaitwa valvular heart disease, ambayo haya na mengi yamekuwa yakitokea kwenye umri wa utotoni. Magonjwa mengine yanayohusiana na moyo ni magonjwa ambayo yanarithiwa kutoka kwa wazazi au kwa watoto wenyewe au watoto kutokana na hitilafu mbalimbali wamekuwa wakizaliwa nayo. Ni magonjwa fulani ya kuzaliwa ambayo tunaita matundu kwenye moyo na magonjwa mengine ya viungo kuwa tofauti na vinavyotakiwa vya kawaida. Yote haya inajumuisha magonjwa ya moyo. Okay? Sasa katika haya magonjwa ya moyo tunayoongelea, magonjwa ambayo yameonekana yakishika hatamu kubwa kwa watu wazima ni pamoja na shinikizo kubwa la damu. Okay? Shinikizo kubwa la damu ambayo ni hypertension, high blood pressure, ambako sasa tunaongelea kitakwimu 50% hadi 60% ya watu wazima wamekuwa katika maeneo ya mjini wamekuwa na shinikizo kubwa la damu, na unapoongelea maeneo ya vijijini asilimia kuanzia 30 mpaka 40 kwa maeneo ya vijijini ambayo tunasema rural areas, wamekuwa watu wazima wanakuwa na shinikizo kubwa la damu. Na shinikizo kubwa la damu kirahisi kifupi ni pale ambapo pressure inakuwa kubwa kuliko ile ya kawaida na kufanya msukumo wa damu kuwa mshindo mkubwa ambao unaleta athari kwenye mwili pamoja na moyo wenyewe. Okay? Ambao baadaye moyo unapata athari za kuweza kushindwa kufanya kazi pamoja na kutanuka. Ukitanuka baadaye unaishiwa nguvu na hatimaye kusababisha kifo. Haya ni magonjwa yanayoambatana na shinikizo kubwa la damu. Okay, sawa daktari. Kwa hiyo maelezo, je, chanzo kikuu cha haya maradhi ya moyo ni yapi hasa daktari? Ndugu mtangazaji, chanzo kikubwa cha maradhi ya moyo ni kwanza, kuna maradhi ya moyo ambayo yanatokana na mtu kuzeeka, utu uzima kwanza, lakini kwenye hii ni mtindo mkubwa wa maisha. Mtindo wa maisha umekuwa ukichangia sana kwenye maradhi haya ya moyo ambayo binadamu hakuwa akiyapata na ambayo tunaonekana yamekuwa tishio kwa sasa. Unapoongelea maradhi ya moyo ya shinikizo kubwa la damu, yani high blood pressure, unapoongelea maradhi ya mishipa ya damu kuziba kutokana na mafuta na rehemu nyingi, unapoongelea mifumo ya umeme wa moyo kupata changamoto mbalimbali, haya ni maradhi ambayo kweli kwa ujumla kwa asilimia kubwa yanatokana na mfumo mzima wa maisha ya binadamu. Kwa ujumla binadamu tumesahau ile Eden au kale ya maisha yetu na kuweza kuanza kufanya vitu ambavyo vinaathiri vinaathiri moyo na ufanisi wa moyo na kusababisha maradhi haya. Kwa mfano, ulaji wa mafuta mengi kupindukia, matumizi ya sigara, yani tumbaku na mazao yake,
matumizi ya pombe kupitukia, kutofanya mazoezi, inaitwa maisha bwete ambayo binadamu tumeanza kuishi sasa, kuwa na uzito kupindukia, uzito mkubwa, pamoja na stress na msongo wa maisha unaoendelea miongoni mwa watu, yamekuwa ni miongoni mwa viashiria pamoja na visababishi vya maradhi haya ambayo tunasema ya hizi non-communicable disease, ikiwa pamoja na pressure na maradhi mengine hata sukari ambayo yamekuwa yakiwashambulia binadamu. Sasa hivi viashiria na hatari zinakwenda kwa umri na umri. Tumezoea zamani kuona watu wazima wakiwa na changamoto kubwa za moyo, lakini kadri miaka inavyokwenda tumeshuhudia transition ya sasa. Hizi changamoto ambazo walikuwa wanakuwa nazo wazee zamani sasa zinarudi kwa vijana. Sawa. Hii inatokana na mfumo mbaya wa maisha ambao watu tumeanza kuadapt na kuishi nao, kama nilivyokwisha sema awali. Sawa. Inachangiwa na kutofanya mazoezi, kula vibaya, kula mafuta mengi, kula wanga mwingi, kutofanya mazoezi, pamoja na unywaji wa pombe, pamoja na uvutaji wa sigara za kupindukia. Hivi ni viashiria vibaya vya maradhi haya ya moyo, na visipofanyiwa chochote vinaweza kupelekea shida kubwa kwenye haya maradhi. Maradhi mengine ni yale ambayo yanarithiwa kutoka kwa wazazi kuja kwa watoto. Mama mjamzito kwa mfano akipata changamoto au kiugua maradhi fulani, anaweza kusababisha kazaa mtoto ambaye akawa na changamoto za moyo, kwa mfano matundu au moyo kutofikia maumbile yake yanayotakiwa kuzaliwa nayo. Changamoto zingine zinatokana tu na vijinasaba mbalimbali ambavyo vinapita kwenye jamii ambavyo vinaweza kutokea. Kwa mfano, baadhi ya vijana wadogo wamezaliwa na shida za umeme wa moyo kutoka wakizaliwa, ya umeme wa moyo kutofanya kazi vizuri kwa sababu ya urithi wa vijinasaba fulani ambavyo vinaitwa channelopathies, ambazo zinasababisha moyo kutofanya vizuri kuanzia akiwa mtoto mdogo kwa sababu ya mfumo mbaya wa umeme. Na haya ndio magonjwa, miongoni mwa magonjwa ambayo yamesababisha watoto au vijana wanakufa ghafla kwa sababu ya mfumo mbaya wa umeme. Na nimesikia hapo ukizungumzia swala la kisukari, hii inahusiana vipi na maradhi ya moyo? Okay. Maradhi ya kisukari kama yalivyo maradhi ya moyo, nao ni maradhi ambayo yanatokana na, ni maradhi yasiyoambukizwa. Kwa hiyo vinavyopelekea kwenye maradhi haya vinafanana. Okay. Wagonjwa wengi ambao wana maradhi mengine ikiwemo figo, ikiwemo sukari, ikiwemo maradhi ya muda mrefu ya mapafu na kansa mbalimbali, vilevile wana hatari ya kupata maradhi ya moyo kutokana na moyo kutumia nguvu kubwa sana kuweza kusupply au kupeleka damu kwenye maeneo ambayo yameathirika na hivyo. Vilevile maradhi ya sukari nafahamu yanasababisha mioyo mishipa ya damu inaathirika, mafuta yanakakamaa, na mengi yamekuwa yakichangia hata pressure, shinikizo la damu kuwa kubwa, na mwisho wa siku moyo kupata athari. Sukari imekuwa ikisababisha mishipa ya damu kuziba, na ni miongoni mwa viashiria vya hatari ambavyo vinaweza kusababisha mshtuko mkubwa wa moyo ambao unaita heart attack. Miongoni mwa riski au vihatarishi vya mshtuko mkubwa wa moyo huwa ni matatizo ya mgonjwa wa kisukari. Kwa hiyo magonjwa haya huwa tunayapenda yashughulikiwe under the same roof, yani yatibiwe kwa kushirikiana, kuhakikisha kwamba yote hayamshambulii binadamu. Ndio maana tunafanya hivi hapa JKCI, tunafanya utaratibu za kutibu haya magonjwa na kuhakikisha kwamba tuna screen na kufanya vipimo vikubwa kuhakikisha maradhi haya hayawi sehemu ya watu wanaoishi nayo, kiasi cha kuhakikisha kwamba tuna control vizuri na kuweza kuepuka mshtuko wa moyo na maradhi mengine makubwa ambayo yanaweza kushambulia moyo. Sasa daktari, na je, dalili zake sasa ni zipi na zikoje hasa daktari? Asante sana ndugu mtangazaji. Maradhi ya moyo kama yalivyo maradhi mengine mengi huwa hayana dalili maalum ambazo unaweza kusema sasa hii ni dalili kwa kuanzia. Kwa mfano, shinikizo kubwa la damu, zaidi ya watu 60% ya watu wanakuwa hawana dalili yoyote. Ndio maana watu tunasisitiza watu wakapime pressure yao, uende ufahamu. Nafikiri unafahamu
tuna dhamira kubwa imezinduliwa na waziri wetu wa afya ambao Jakaya Kikwete tunaitekeleza ya mwaka huu kubwa sana. Dhima hii inasema kwamba zijue namba zako. Tunaposema zijue namba zako, kwa kifupi tunataka kuambia kwamba magonjwa mengi yasiyoambukizwa yanakuwa hayana dalili au yana dalili mkanganyiko ambazo zinafanya mtu wa kawaida ushindwe kuzifahamu na kukimbia hospitali haraka. Ndio maana tunasisitiza sana watu wafanye taratibu za kuzijua namba zako. Kuzijua namba zako maanake upime shinikizo lako la damu ulifahamu, upime urefu wako ufahamu, upime uzito wako na uwiano wa uzito na urefu wako kama uko sawia, upime sukari yako kwenye damu yako, upime rehemu yani cholesterol kwenye damu yako pamoja na wingi wa damu. Kujua hivi vitu kunaweza kusaidia sana wewe kujua kabisa kwamba una viashiria au huna viashiria vinavyoambatana na magonjwa ya moyo. Sasa dalili za haya magonjwa ya moyo, ukiacha yale ambayo yanakuwa hayana dalili muhimu, ni pamoja na kusikia kuchoka kusiko na sababu, kupumua kwa shida, kifua kuuma, kifua kubanwa. Kuna mtu anaweza kasikia anabanwa na kifua bila sababu maalum. Dalili za kuchoka haraka, tembea kidogo, umezoea kufanya mazoezi, unasikia unachoka kuliko mazoea. Kupumua kwa haraka, kuvimba miguu, pamoja na kuvimba tumbo na viungo vingine. Hizi zote zinaweza kuwa ni dalili za viashiria vya kwamba inawezekana kuna changamoto zimeanza kushambulia moyo wako. Ukiona haya yanatokea, ni vizuri kufika kwa hospitalini, ukutane na wataalamu wa afya. Tunaishukuru serikali yetu ambayo imefanya jitihada kubwa sana ya kuhakikisha kwamba vituo vya afya vimesambaa nchi nzima, wataalamu wamesambaa nchi nzima. Ukifika kokote, hawa watakusaidia, watakusikiliza, na wakiona zinafaa wanakuanzishia vipimo vya moyo. Vipimo vya moyo ikiwa pamoja na kupiga x-ray ya kifua. Kufahamu kupiga x-ray ya kifua kunaweza kuelezea maumbile ya moyo yako, kulinganisha na kifua ikakupa clue ya kwamba kunaweza kawa na changamoto ya moyo wako. Fanya vipimo vingine maalum vya moyo, vipimo vya umeme wa moyo ambavyo vinaitwa ECG, pamoja na vipimo vya moyo ambavyo vinapima echocardiography ambayo inafahamu maumbile ya moyo na inaweza kupima ufanisi wake. Hivi vyote ni vipimo vya moyo, pamoja na kupima rehemu, mafuta, kupima uzito wako, kupima damu, pamoja na ufanisi wa figo na viungo vingine. Hivi vyote vinaweza kusababisha vikamfanya daktari aweze kuamua vizuri na kujua vizuri kiwango cha uathirika wa moyo wako na kuweza kupatia matibabu halisia ili kuweza kutibu moyo wako. Sasa daktari, na moyo unagonga kwa kasi, hiyo inaweza kuwa viashiria? Yes, kama nilivyosema, kwenda moyo kwa kasi, kwenda haraka moyo kuliko kawaida, hiyo nayo inaweza kuwa kiashiria cha moyo wako kupata changamoto. Asante sana ndugu mtangazaji. Licha ya kutokuwa na dalili kubwa, wakati mwingine tunasema zijue namba zako, lazima upime na kufahamu kwamba una shida za moyo au huna shida za moyo, kwa sababu shida za moyo zinasababisha madhara makubwa sana, ikiwa ni pamoja na kupelekea kifo zisipotibiwa. Okay? Unapokuwa na shinikizo la damu kwa mfano, au maradhi haya ya moyo mengine yanayoambatana, madhara makubwa yanakwenda kwenye viungo mbalimbali vya mwili. Ya kwanza, kwenye moyo wenyewe. Watu wamekuwa kitatizwa kupanuka kwa moyo. Kutokana na shinikizo kubwa la damu, moyo unatanuka. Moyo ukitanuka, kumbuka, ndio unaoweza kulisha viungo vyote vya mwili. Viungo vyote vinaathirika, ikiwa ni pamoja na ubongo, figo, mfumo wa fahamu, macho, ini, mapafu na viungo vingine vyote vya mwili vinaathirika. Kwa kutokana na moyo, shida ya moyo tu, viungo vingine vyote vya mwili vinaweza kuathirika. Umekuwa ukiona watu wanapata kiharusi ambao ni stroke. Okay? Mtu ana paralyze, hawezi kujitambua pande mzima na anakuwa mtu wa kubebwa miaka yote kwa sababu ya shinikizo kubwa la damu au matatizo mengine ya moyo. Okay? Mtu anaweza kupata heart attack. Heart attack ni mshtuko mkubwa wa moyo ambao unaweza kupelekea kifo cha haraka kama mtu ataweza kutibiwa.
Maradhi mengine ni yale ya figo ambayo unafahamu wagonjwa wengi saizi wanasafishwa figo zao, au wengine wanahitaji kubadilishiwa figo zao kwa sababu ya maradhi makubwa ya figo, ambayo sehemu kubwa ya haya maradhi yanatokana na shinikizo kubwa la damu na maradhi mengine ya moyo. Maradhi haya haishii hapo. Tumekuwa tukipata shida za watu kufa ghafla. Tumekuwa na watu ambao wanakufa ghafla kwa sababu ya shinikizo kubwa la damu, kwa sababu ya maradhi ya moyo ambayo hayajagundulika, sababu ya maradhi makubwa ya mfumo wa umeme wa moyo ambayo hayakutambulika. Wachezaji wetu wa mipira, wanasoka mbalimbali na michezo mbalimbali wamekuwa wakifa ghafla kwa sababu ya maradhi haya ya moyo. Kwa hiyo sio sawa sawa kucheza mpira. Kucheza mpira kunahitajika, ni mazoezi, lakini tunashauri watu wafanye taratibu za kujua namba zao, yani kufanya upimaji wa afya zao pale wa mara kwa mara pale wanapotaka kujihusisha na mazoezi ya aina mbalimbali. Kwa mtu mzima yeyote ambaye unataka kuanza kufanya mazoezi, ni vizuri ukafika hospitalini ukakutana na wataalamu wa afya, waambie jamani, mimi niko sawa, niko fiti kufanya mazoezi. Ukipima uonekane uko fiti, unashauriwa kuendelea kufanya mazoezi. Tumeshaingia mpaka mikataba na timu mbalimbali za vijana wadogo. Fountain Gate Academy, timu TFF tumesaini mikataba kwa ajili ya kupima wachezaji mbalimbali wanapoanza soka, wanaposajiliwa kuanza soka, waweze kupima moyo yako. Na bahati nzuri hivi karibuni tumeshazindua kitengo maalum cha sports cardiology au sports medicine, yani michezo na afya ya moyo na binadamu. Tutakuwa na jengo kubwa litajengwa hapa na tutaweza kuwapima wachezaji mbalimbali wa aina mbalimbali ya michezo, kufika hapa na kufanyiwa check up za moyo wao na viungo vyao kama wako tayari kufanya mazoezi ya aina yote, yaani mazoezi ya afya kawaida au yawe ni sports for kama kazi. Unajua mpira ni kazi, ajira. Michezo ni ajira. Sasa watu wale wanapoingia kwenye ajira za michezo, tutapenda tuwapime mioyo yao, tupime afya zao ili tujue how fit are they kuweza kupezia michezo hii. Vyote hivyo tunaviandaa na vitakuwa hapa kwenye jengo letu la JKCI hapa Da Group. Naam. Sasa tuangalie vipi kuhusu wale takwimu koje wanaopatwa na haya maradhi ya moyo hususan kitaifa. Asante sana. Kama nilivyosema, maradhi ya moyo ni janga kubwa la dunia na ni janga la kitaifa vile vile. Lakini nafahamu unapoongelea dunia nzima ya on average asilimia kuanzia 30 mpaka 50 ya watu wazima wanaishi na changamoto za shinikizo kubwa la damu. Hizi ni figures kubwa sana. Tanzania vile vile, tafiti zilizofanywa zimeonyesha maeneo ya vijijini kuna asilimia 25 mpaka 30 ya watu wanaoishi kule wana shinikizo kubwa la damu. Maeneo ya mijini unaongelea shinikizo kubwa la damu kuwashambulia watu kuanzia asilimia 40 mpaka 50. Okay? Pale ambapo watu wazima nusu ya wale unaowaona wanaweza wakawa na changamoto zinazosababisha shinikizo kubwa la damu. Hivi ni viwango vikubwa sana. Takwimu hizi zimekuwa zikiongezeka. Tumeanzia na asilimia 12 siku za nyuma, yaani watu 10 kati ya 100 walikuwa na shinikizo kubwa la damu, lakini takwimu zinapoenda kwa miaka ya 2020 hadi 25 zinaonyesha watu zaidi. Hii si tu, kwa hiyo ni pamoja na maradhi ya moyo ya watoto wanaozaliwa nao. Tumeambiwa tayari siku hizi kwa kila mtoto mmoja hadi wawili watoto wanaozaliwa katika watu 100,000 tayari wanakuwa na shinikizo kubwa la kuzaliwa na maradhi yanayoambatana na kuzaliwa kwa viungo mbalimbali vya moyo ambavyo vina shida. Hii ni shida. Tunapoongelea magonjwa ya mshtuko wa damu, mshtuko wa moyo, tumeanza kuona takwimu zinaongezeka sasa. Shida ilikuwa ni asilimia unaongelea 3 hadi 5. Sasa hizi zinakwenda mpaka asilimia 9 ya wale wagonjwa wa moyo wanapatikana wanakuwa na mshtuko au magonjwa yanayoambatana na mishipa ya damu kuziba. Sasa tunapoongelea mishipa ya damu kuziba, na tunaongelea kwenye nchi zinazoendelea, zaidi ya asilimia 80 ya hao watu wanatoka kwenye nchi zile ambazo zina uchumi wa chini na wakati. Okay? Kwa wagonjwa wote wa moyo wanaotokea duniani, asilimia 80, unaongelea 8 kati ya 10
wanatoka kwenye nchi za uchumi wa chini na uchumi wa kati. Asilimia zaidi ya 70 hao watu wapo kwenye rika la nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo unapoongelea changamoto ya magonjwa ya moyo, unaongelea idadi ya watu wengi ambao watakuwa wagonjwa na wanaweza kafa kutokana na shida ya moyo na kuweza kupoteza nguvu kazi kubwa sana ya taifa. Mpaka sasa tunavyoongea, asilimia kubwa ya hao watu ni vijana ambao ni nguvu kazi ya taifa, ambao taifa linawategemea. Tunapoongelea vifo hatuishii hapo tu, tunaishia vile vile kuongelea kitu kinaitwa morbidity. Napoongelea morbidity, na maana kwamba muda ambao watu wanapoteza kwa kutofanya kazi, kuhangaika kutibiwa haya magonjwa au kuhangaika kwenda mahospitalini, muda ambao unatokea wasindikizaji wanaowasindikiza hawa wagonjwa kwenda mahospitalini, unakuta wamejaa, wanapoteza muda wa kazi zao, ni kwa sababu ya maradhi haya. Sasa bahati nzuri haya maradhi yanaweza kuzuilika, ndugu mtangazaji. Okay? Maradhi haya ya moyo mengi yakifahamika vizuri na watu wakifata masharti ambayo wataalamu wa afya wamekuwa wakiyasimulia kila siku, yanaweza kuzuilika na kufanya watu wakaishi salama sana. Tunapoongelea watu wajue namba zao, tunamaanisha watu lazima wajichunge afya zao. Mtu yote unapokuwa mzima, hakikisha unakula vizuri, utakula kwa afya, unafanya mazoezi, unapunguza mafuta, unapunguza chumvi nyingi, unapunguza matumizi ya pombe, unaacha uvutaji wa sigara, pamoja na kufanya mazoezi. Epuka mtindo wa maisha ambao unaitwa maisha bwete. Maisha bwete ni maisha ya kubweteka, kutofanya kazi, umekaa tu. Hayo ni maisha bwete. Unatakiwa ufanye mazoezi ili kujiepusha na maradhi haya. Watu wakifanya haya yote, na wale ambao wanagundulika na maradhi, wafuatilie matibabu yao mahospitalini, waende kwa wataalamu wakatibiwe. Okay? Kumekuwa na tabia watu wanajitibu wenyewe mitaani bila kufuata utaratibu wa wataalamu. Baadaye wanafika kwenye mazingira ya hospitali, tayari maradhi yao yamefika kiwango cha kubwa sana ambacho tayari wamefikia kwenye madhara ya magonjwa. Hii sio tabia sahihi. Tunataka watu wafike mapema wakati dalili zao ziko kwenye mwanzo au maradhi hajafika mbali, wakitibiwa. Wengi wamekuwa wakipona. Wale ambao wanashindikana wanaendelea kufuatiliwa kwa utaratibu ili wasipelekee kuwa na madhara makubwa ya maradhi haya. Hii inasaidia kuwa na taifa zuri, taifa lenye nguvu, kuweza kuunga itikadi na za rais wetu mtukufu Dr. Samia Suluhu Hassan za kufanya taifa la vijana wenye nguvu, ambao tunaweza kuambatana na wizara yetu. Tunafahamu wizara Mohamed Mchengerwa ambaye ni waziri wetu wa afya amekuwa akijaribu kutembea kila eneo na ametuzindulia utaratibu wa watu kujua namba zao, ikiongozwa na taasisi yetu ya moyo ya Jakaya Kikwete na mkurugenzi mkuu Dr. Peter Kisenge, kwamba watu wote tufahamu namba zetu. Nafikiri wote umeona kwenye mitandao tukitangaza kwamba watu wote wajue namba zao, tufahamu afya zetu, tulinde afya zetu. Afya zetu ndiyo mtaji wetu. Tukiyatekeleza haya, hatimaye tutakuwa na taifa lenye nguvu. Sasa je, sasa tuangalie jambo lipi mahususi ambao unaweza kuambia wale wanaosimama na haya matatizo ya moyo, jambo gani hasa ili waweze kukabiliana nayo? Asante sana. Watu waishi maisha mazuri. Matatizo ya moyo, watu wafahamu kwanza kwamba matatizo ya moyo yapo nchini na yanaathiri watu wengi sana, na matatizo haya yanapelekea kwenye vifo na kupoteza nguvu kazi kubwa ya taifa letu. Matatizo ya moyo yakishughulikiwa mapema yanatibika na kuokoa maisha na fedha nyingi sana ambazo watu binafsi na taifa letu limekuwa likihangaika kuzitumia kwa ajili ya kutibu maradhi haya pale ambapo yamefikia kiwango cha juu. Kwa hiyo watu wapime afya zao, watu waishi maisha mazuri kwa kufuata taratibu za ushauri wa madaktari, kupunguza mafuta, kupunguza kuvuta sigara, kupunguza kunywa pombe, kufanya mazoezi, pamoja na kutibiwa maradhi pale yanapogundulika kwa kutumia taratibu za afya na afya ya msingi iliyopo Tanzania na vituo vyake vya afya.
sio kwenda kwenye mambo ya kienyeji na mambo mengine ambayo yameshindwa kuwa na garantii, ambapo tunapata watu wanakuja wamechelewa na afya zao. Tukiyatekeleza haya pamoja na nyie watu wanahabari kuweza kuyatangaza, tunashukuru mmeendelea kuwatangazia watu na kuwafahamisha watu juu ya umuhimu wa afya, kulinda afya zao. Kumbuka, afya yako ndio mtaji wako. Wananchi wakilinda afya zao, tutakuwa na taifa kubwa lenye maendeleo na hatimaye kutimiza dira zetu za maendeleo ya kitaifa na kadhalika. Asante sana. Nashukuru sana daktari kwa maelezo mazuri. Sasa tuangalie ni hatua zipi bora za kuchukua dhidi ya maradhi ya misitu. Hatua za kuchukua dhidi ya maradhi ya moyo hazikai kwa mtu mmoja mmoja peke yake. Hizi ni hatua, zipo hatua za mtu mmoja mmoja, zipo hatua za kisera za nchi, na zipo hatua ambazo mamlaka, tasnia nzima ya dunia inaifanya. Kwanza tukienda kwenye mamlaka, ni kwamba tunashukuru vituo vya afya vimeshajengwa kufundisha wataalamu mbalimbali. Hilo ni jukumu la serikali, kufundisha wataalamu mbalimbali ambao wanabobea kama tunavyobobea kwenye tasnia ya moyo na wengine na wasaidizi, si tu kwenye kutibu, ni pamoja na vipimo mbalimbali, kuwekeza kwenye ujenzi wa hospitali na vifaa tiba pamoja na vituo vya kutolea tiba pamoja na madawa mbalimbali. Hayo ni mambo ya kisera na kiserikali. Pili, kupata advocacy. Watanzania wanatakiwa wafahamu, wapewe ujumbe kwa njia mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vyombo vya habari, vipeperushi, pamoja na mashuleni, kufundisha elimu nzuri inayohusiana na afya pamoja na afya ya moyo, ili watoto wetu wanapokuwa wafahamu hili kuanzia wakiwa wadogo. Tatu, watu wenyewe, wananchi, wakubali kuelimishwa juu ya afya ya moyo na maradhi mengine yanayoambatana na hayo kwa njia mbalimbali, vyombo vya habari, kwa njia ya vipeperushi, kuanzia mashule, pamoja na kwenda kwenye maeneo ya kutolea tiba, kutibiwa pamoja na kupewa elimu ya afya. 4, wanapogundulika na maradhi ya haya yanaambatana na moyo, wawe wepesi kufuatilia dawa zao na matibabu ili waweze kupona. Kwa wale ambao wanaweza kupona, kwa wale ambao wanaweza kudhibiti ya maradhi, waendelee kutumia dawa zao kufuatana na utaalamu wa kisha. Watu wawe tayari kushiriki katika kupata mawaidha ya kuishi vizuri kwa usalama, ulaji wa chakula mzuri, punguza mafuta, punguza chumvi, punguza matumizi ya rehemu, uwezo wa kufanya mazoezi, kupunguza maisha bwete, kupunguza uzito unaokithiri, kupunguza maisha bwete na kufanya mazoezi, pamoja na kutibu maradhi mengine yote yanayoambatana na maradhi ya moyo na kuyapeleka kwa wataalamu wanaohusika. Hili litaifanya nchi yetu iwe nchi ya afya na watu wote kuishi kwa hali ya amani na kuanza kuwa na maendeleo na hatimaye tukafika kwenye dunia ya kwanza ya maendeleo ya taifa letu. Sasa Dkt. Sanga, pengine kwa kutamatisha, daktari, je, ni ujumbe upi ambao unaweza ukautoa kwa jamii ili waweze kuzingatia na kuepukana na haya maradhi ya moyo? Ni ujumbe upi? Wa kwanza, maradhi ya moyo yanaathiri watu wengi sana duniani na sehemu zingine zote. Maradhi ya moyo yanapogunduliwa kwa kuchelewa, yanaongeza gharama kubwa sana kwa taifa na kwa mtu mmoja mmoja, na kupelekea vifo na maradhi na madhara mengine makubwa. Bahati nzuri, haya maradhi yakigundulika mapema, mengi yamekuwa na tiba, na zikifuatiliwa kwa salama na kwa usahihi, maradhi haya yanaweza yakapata mwarobaini. Lakini mwarobaini mkubwa wa haya maradhi ni kuyatambua na kujizuia yasikupate. Hii ndio ujumbe wangu mkubwa sana kwa watu, waweze kuzingatia afya zao kwa kupima afya zao mapema na kutambua wanaishi kwa usalama kwa ajili ya vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Asante sana kwa kusikiliza. Nashukuru sana Dkt. Sanga kwa muda wako.
Tutakaribisha tena siku nyingine. Asante. Nashukuru sana. Asante sana. Asante sana.